Movie yetu leo bwana inaanzia nchini Senegal katika jiji la Dakar, na hapa tunakutana na kijana mmoja hivi ambaye anaitwa Seydou. Huyu Charlie bwana anaishi na mama yake pamoja na wadogo zake, lakini anatokea katika maisha ya kimaskini sana. Wote wanalala katika chumba kimoja, so asubuhi inapofika mmoja akiamka tu, basi wote ni lazima mtaamka kutokana na kelele. Na hapa tunamwona Seydou akimfuata mshikaji wake ambaye anaitwa Musa ili waende wakapige vibarua vyao waweze kujipatia pesa. Na hapa huwezi amini, wameaga nyumbani kwamba wanaenda shule, lakini kumbe wanaenda kutafuta mkwanja bwana. Yaani hawa ndo wale baadaye utasikia wasomi hai. Sasa pesa ambazo wanazipata kupitia hivi vibarua ambavyo wanavifanya huwa wanazichanga-changa, maana lengo lao kubwa ni kwenda Ulaya. Na hiyo yote ni kwa sababu maisha ya familia zao ni duni sana, na kwa sasa wamefikisha mkwanja mrefu tu wa kutosha ambao unaweza kuwawezesha kusafiri. Sasa humu ndani bwana utajifunza vitu vingi sana. Mimi ni Icon, niko Dar es Salaam. Wewe unatazama hii recap kutokea wapi? Hebu niwekee comment yako, lakini usisahau kutuonyesha support yako kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili wewe unapata notification kila tunapokuwekea movie zetu. Umesha subscribe? Okay, sawa, tuendelee sasa. Seydou huwa anapenda sana mziki, na hapa tunawaona watu wa jamii yao wakicheza ngoma, na yeye mwenyewe alikuwa akipiga ngoma. Huyu jamaa sio mzaramu kweli huyu. Basi bwana, baada ya hapo Seydou alienda kumwambia mama yake kwamba mipango yake ni kwenda Ulaya kwa lengo la kutafuta maisha ili aweze kuwasaidia ndugu zake pamoja na familia yake kiujumla. So imani yake kubwa ni kwamba anaamini akifika Ulaya tu basi atakuwa ameshatoboa kimaisha. Lakini bi mkubwa taarifa hii ya kuchukulia kawaida hata kidogo. Yani alimkanya kijana wake asije akajaribu kufanya huo mchezo, maana ni hatari sana. Na hapa anamwambia yani kila mtu anayemjua ambaye ameshawahi kufanya hivyo, yani kwenda huko Ulaya, walifia jangwani. Sasa hapa mama yake anamwambia, unajua unataka kuniua kwa pressure wewe mtoto. Basi baada ya Seydou kuona kwamba bi mkubwa amemind kichizi, akamwambia hamna bwana mama, ni utani tu, wala sina huo mpango. Lakini mama aliamini kabisa kwamba huyu mtoto amedhamiria kweli na wala sio utani kama anavyosema. Na hiyo ni kutokana na kwamba wakati Seydou anamwambia alikuwa yuko serious kichizi yani. Basi huwezi amini bwana, asubuhi iliyofuata bi mkubwa alienda mpaka kwa kina Musa ambaye ndo rafiki yake mkubwa Seydou. Hapa anamwambia, sitaki mambo ya kipumbavu kabisa na mwanangu, hiyo tabia ya kupandikiza ujinga kwenye kichwa chake uache mara moja. Sasa Musa alishikwa na hasira sana, na hiyo yote ni kutokana na kitendo alichokifanya Seydou. Akawa na mchana mwenzake akimwambia kwamba umezingua sana mwanangu, uombeombea huo unakuwa kama Juma Lokole. Yani tumefanya kazi kwa siri zaidi ya miezi 6 alafu unataka kuharibu mission nzima. Seydou akamwambia Musa, hilo swala sio la kulidiscuss, maana halina hata maana yoyote. Kikubwa ni kwamba mission haiwezi kusitishwa. Musa na Seydou huwa wanaenda shule, then baada ya kutoka wanaingia mtaani kupiga kazi ili kujikusanyia madusko bwana. Hapa bi mkubwa anaonekana akimfokea Seydou, maana amekuwa haeleweki siku hizi. Yani hata akimtuma dukani huwa anachelewa sana, na hata akichelewa akimpigia simu huwa ashiki. Kumbe kuchelewa kote huko Charlie anakuaga mtaani tu kupiga masongi. Siku inayofuata Seydou na Musa walienda kwa jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Cisco. Huyo Cisco ana uzoefu fulani hivi juu ya hizi safari, so akawa anawashauri kwamba wasije wakajaribu kwenda, maana huu msimu kuna watu ambao ni hatari sana huko njiani. Akawa anawaambia Ulaya mambo ni magumu sana kuliko hata Afrika. Yani huko Ulaya kuona maiti mitaani zikizagaa ni jambo la kawaida sana. Ukiachana na Ulaya tu, hata hiyo njia tu ambayo mnapita ya jangwani ni hatari sana. Musa akazidi kuuliza maswali mengi kuhusu hiyo safari. Cisco alikasirika sana kwa sababu alishawaambia wasiende, na mwishowe akaamua kuwafukuza. Sasa hapa wakawa wanatiana moyo kwamba hakuna kurudi nyuma wala kumsikiliza mtu yoyote ule, inabidi wafanye kama walivyopanga. Unajua mwanangu, sisi tunawaza mbali sana kuliko watu hapa kijijini, so kikubwa tukaze, yani hakuna kumbwela mwanangu. Jangwani najua tutavuka tu, tukishavuka na bahari pia lazima tutaivuka, na tukifanikisha hayo tu tutakuwa tumeshawini. Yani wewe niamini mimi mwanangu, tusiamini sana alichoongea Cisco. Unajua kuna watu wanakuaga na wivu sana na miluzi mingi siku zote inampoteza mbwa. Basi bwana, vijana kama kawaida yao hapa kupeana mahopu nini. Sasa Seydou akamwambia Musa kwamba inabidi wafanye jambo moja hivi kabla ya kusafiri. Kumbe sasa jambo lenyewe lilikuwa ni kwenda kwa mganga wa kienyeji kwanza kabla ya safari. Sasa walipofika kwa mganga wakaambiwa kwamba ni lazima waende makaburini kuwasiliana na mababu zao, na wakishawasiliana nao watarudi tena baada ya siku 3 ili aweze kuwapa maelekezo ya mwisho. Sasa unajua Musa anapapara sana. Sasa hapa anamwambia mzee kwamba kurudi baada ya siku 3 itakuwa ni ngumu kidogo, maana hawana muda kabisa wa kupoteza. Lakini mzee alikasirika sana kwa kitendo cha kupingwa wazo lake, so aliwachimba mkwara sana mpaka wakakubali kwenda makaburini kisha kurudi baada ya siku 3. Basi bwana, walipofika makaburini waliomba ulinzi kwa mababu zao waweze kuwasaidia katika safari yao kuelekea Ulaya. So wakimaliza hapa baada ya siku 3 inabidi warudi tena
tena kwa yule mganga. Basi bwana, baada ya siku 3 alivyorudi tena kwa mganga, akawaambia kwamba sasa mnaweza kuanza safari yenu na kila kitu kitakuwa sawa. Majira ya usiku tunamwona Saidu akiangalia familia yake kwa mara ya mwisho. Sasa usiku wa manane, Saidu anataka kutoroka hapo nyumbani, lakini sasa mdogo wake wa kike akamwona, akamwambia, bwana kaka, mimi nataka nikufuate huko unakokwenda. Lakini Saidu akamwambia apumzike. Asubuhi sasa ilipofika, waoni wakakamatia chuma kuanza safari yao kwenda Ulaya. Musa anajaribu kumtia moyo Saidu, maana Saidu anaonekana akiwa na wasiwasi na huzuni kibao. Yani walifika kwa mchizi mmoja hivi ambaye huwa anawafanyia watu mchakato wa kupata pasipoti kwa gharama ya dola 100 tu, ambayo kibongobongo ni sasa kama na 240 naye. Waliweza kupatiwa pasipoti, lakini sasa wakaambiwa inabidi watumie majina mengine tofauti na kwao. Sasa hapa mmoja aliitwa Salif Bamba na mwingine akaitwa Malik Mara, na hata uraia wao pia ilibidi ubadilishwe. Badala ya kuwa wa Senegali, sasa hivi wamewekwa ni wa Mali. Sasa mchizi aliwasisitiza kabisa kwamba wasije wakaongea chochote utakapofika kwenye kituo cha ukaguzi cha Mali pindi pale utakaposimamishwa na vyombo vya usalama hapo mpakani mwa nchi, na aliwaambia hivyo ili wasije wakagundulika kutokana na lafudhi yao. Basi bwana, baada ya kufika hapo mpakani, afisa mmoja akawaambia wote watoe pasipoti zao, na baada ya kuzikagua akagundua kwamba pasipoti ni za bandia. So afisa akawaambia kwamba inabidi wamtoe kama dola 50 vile aweze kuwaachia wapite kiusalama, la sivyo atawapeleka gerezani. Washikaji wakaona hii kesi ikabidi tu atoe hiyo rushwa dola 50. Basi bwana, walifanikiwa kufika mji wa Agadez, Niger, na hapo alikutana na jamaa fulani hivi ambaye alijitolea kuwapeleka Tripoli, Libya kwa dola 400 tu kwa kila mmoja. Saidu akawa na wasiwasi sana kwamba pesa walizokuwa nazo wanaona kama zinakaribia kuisha hivi na huenda zisitoshe kabisa katika safari yao. Sasa Musa ni mkaksi kidogo, akamwambia mwenzake kwamba watakapofika Tripoli tu watapiga kazi sana ili kuweza kupata pesa mpaka kufanikiwa kuvuka bahari na kufika Italia. Sasa kumbe washikaji malengo yao ni kufika Italia. Jamaa anayewapeleka anawaambia kwamba waache kupiga stori hapo mitaani, maana wakionekana wanazunguka wanaweza kukamatwa. Huyu jamaa bwana ndio mishe zake hizi za kusafirisha watu kimagendo, na hapa tunamuona akiwachukua wanetu pamoja na watu wengine mpaka kwenye jengo fulani hivi, huku hapo kwa ajili ya kusubiria muda maalum wa kuendelea na safari yao. Sasa walipofika usiku wakapata bahati ya kukutana na Wasenegal wenzao. Sasa mmoja wao akawa anawaambia inabidi wafiche pesa zao vizuri watakapokaribia kuanza safari yao, maana kuna waasi wengi sana jangwani ambao wanaweza wakawaibia hizo pesa, na njia pekee ya kuzificha hizo pesa na kuhakikisha kwamba haziibiwi ni kuweka pesa zao kwenye makalio yao. Wanawekaje kwenye hao makalio? Ngoja tuone. Sasa wanatarajia kuondoka leo usiku, so inabidi wajiandae kununua vifaa muhimu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya safari yao. Sasa Musa bwana alichukua ule ushauri wa kuficha pesa ambao alipewa na ule Msenegali aliyekutana naye kwenye lile jengo, lakini Saidu alikataa kabisa michezo hiyo. Usiku ulipofika, wahamiaji haramu wote wakawekwa kwenye pickup za wazi kuweza kuanza safari yao. Yaani safari yao ya kuvuka jangwa ilikuwa ni ngumu kichizi yani mpaka mtu mmoja akaanguka jangwani. Na cha kushangaza sasa, hawa majamaa walijaribu kumwita dereva, lakini dereva hajali kabisa. Anasema acheni ufala nye, mimi siwezi kusimamisha gari eti kwa sababu ya mtu mmoja amedondoka, ila mwanzoni niliwaambia kwamba inabidi kila mtu ashikilie vizuri bomba. Kalia bomba vizuri wewe, maana yeyote atakayeanguka sitadili naye. Sasa Musa anamwambia mshikaji wake, hoya mzee, kalia bomba vizuri, ukilegeza tu upo chini. Sasa walipofika katikati ya jangwa, dereva akasimamisha gari kisha akawaambia washuke wote, maana kuna mzee ambaye alikuwa amemwandaa atawaongoza kuelekea Libya. Wamama hususani wale wenye watoto wakaanza kulalamika, sasa mnatuchaji hela nyingi alafu hamtupeleki mpaka tunapopataka, sijapenda. Basi bwana, kwa kuwa hawakuwa na jinsi ikabidi waendelee na safari yao tu. Sasa wakati walipokuwa wanaendelea kuvuka jangwani, walikuwa wakikutana na maiti za wahamiaji za kutosha tu. Hawa ni sawasawa na wao tu ambao walikuwa wakijaribu kuvuka kwenye hili jangwa. Nao inaelekea walikutana na majanga mbalimbali. Huwezi amini, walitembea karibia siku nzima. Sasa kutokana na uchovu wa safari, mmoja wa wahamiaji akaanguka chini huku akipiga kelele kuomba msaada. Alikuwa akipata maumivu ya miguu mpaka anashindwa kutembea kabisa. Saidu bwana na karo fulani hivi kahuruma, ikabidi arudi na kutaka kumsaidia, lakini alipomkaribia tu anakuja kugundua kwamba huyo maza hawezi kutoboa kabisa kwenye hiyo safari. Hakuna kitu kitakachoweza kumsaidia. Sasa Saidu akawa analia, lakini Musa akawa anamuita mwenzake, Saidu, tuondoke bwana, tutaachwa peke yetu hapa jangwani na tutakosa msaada kabisa. Basi bwana, Saidu aliamua kumwacha Obi mkubwa, lakini ghafla huruma ikamjia tena, akaamua kurudi ili kuweza kumsaidia, lakini Musa akamfuata na kumzingua Saidu kichizi na kumtaka waondoke.
Majira ya usiku tunaona akisimamishwa na wauni fulani hivi walikuwa kikaribia Libya, wakawa wanataka kuwachukulia pesa zao na vitu vingine. Baada ya kuona kwamba hawana pesa yoyote, wakawapa maji fulani hivi na kuambia ni lazima wanywe. Sasa haya maji bwana waliopewa sijui wameweka nini, maana walivyokunywa hao washikaji waliarisha kichizi yani, na waliwapa haya maji kwa sababu wanajua njia kabisa ambazo watu wanazitumia kufichia fedha, na majamaa walivyopekenywa kwenye kinyesi wakazipata pesa bwana. Na Musa walimdaka, maana yeye ndo alikubali ushauri wa yule jamaa Msenegali. Sasa sijui hata huyo Musa aliziingizaje hizo hela. Sasa majamaa walimkamata Musa na Saidu, akawa anaomba wamchukue na yeye tu, maana hakutaka kutenganishwa na mwenzake, lakini walimkatalia. Saidu alilia sana, so inabidi watenganishwe. Sasa hilo kundi likasafirishwa hadi kwenye jengo moja hivi huko Saba, Libya, na baada ya kufikishwa huko wakaambiwa wapige simu kwa familia zao kuwaomba dola 800 kwa kila mmoja, ambayo kibongobongo hiyo ni sawa na milioni 1.9 hivi, na kama hawatafanya hivyo basi ni lazima wafe. Saidu anaona mambo yanazidi kuwa magumu, yani hapa anatamani hata asingeondoka nyumbani. Basi waliingizwa kwenye chumba fulani hivi cha mateso, ambapo kawaida watu wanauawa kama endapo watagoma kutoa namba za simu za familia zao. Baadhi yao wana bahati, maana wana namba za familia zao, lakini Saidu sasa yupo katika kundi la watu ambao hawana bahati. So baada ya kugoma kutoa namba, akapelekwa kwa jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Nabil. Huyo jamaa ndo master wa adhabu humu ndani, yaani ukipelekwa kwake ujue umeisha. Basi bwana, Saidu aliteswa kikatili sana, then wakalundikwa kwenye selo moja hivi wakisubiri hatima yao. Katika hali ya kushangaza, mara Saidu akamwona yule mganga bwana, na Chali akaanza kumwambia kwamba amjulishe mama yake kuwa yupo hai na anaendelea vizuri, na pia akamwomba msamaha mama yake, maana aliondoka bila kumwaga. Sasa kutokana na msaada wa mizimu ya kwao, Saidu alianza kumwona mama yake akiwa kama amechanganyikiwa hivi. Ghafla alipiga kelele kwa kuita mama, lakini hawa wenzake wakawa wanamtuliza. Jamaa mmoja alimkumbatia na kumwambia kwamba asijali, kila kitu kitakuwa sawa tu. Sasa asubuhi inayofuata wale mamafia wa Libya wakaingia kwenye hii selo, wakaanza kuulizia humu ndani kuna maseremala na mafundi wa ujenzi. Sasa yule jamaa ambaye alikuwa amemkumbatia Saidu alinyosha mkono, kisha akamwambia na Saidu na yeye anyoshe hata kama hajui chochote. Huwezi amini bwana, waliuzwa kwa wafanyabiashara wa Libya kwa dinari kama 500 hivi kwa kila mmoja, na hii kwa pesa ya Kitanzania ni kama vile inakaribia 230 hivi. Baada ya hapo alipelekwa mpaka kwenye nyumba moja hivi ambayo walitakiwa wajenge ukuta wa kuzunguka hiyo nyumba, na kila baada ya kazi huwa wanapewa msosi. Sasa majira ya usiku tunawaona wakizungumzia kuhusu familia zao, na hapa Saidu akamjulisha huyu jamaa kwamba ana mwenzake ambaye anaitwa Musa, na yeye alichukuliwa na majambazi wa Libya wakati wapo jangwani. Sasa huyu mwanaume bwana akamwahidi kumsaidia kuweza kumtafuta Musa mpaka wampate. Hapa tunamwona bosi akifurahishwa sana na kazi, kisha akawaambia inabidi wamtengenezee urembo fulani hivi kama chemchem. Basi bwana Saidu na huyu mwanaume wakamwahidi bosi wao kwamba watamtengenezea kwa ustadi wa hali ya juu. Bosi aliwapa picha fulani hivi ya mfano wa namna anavyotaka kutengenezewa, na akawaambia kwamba kama endapo watatengeneza vizuri zaidi, basi anaweza akawaachia huru na kuwalipia nauli ya kwenda Tripoli. Basi bwana walifurahi kichizi na kuanza kufanya hiyo kazi. Baada ya kumaliza kazi hiyo, bosi alivutiwa sana na kisha akagharamia safari yao ya kwenda huko Tripoli. Sasa baada ya kufika Tripoli, Saidu akaanza kumtafuta mwenzake Musa kama alivyopanga. Alihangaika sana lakini hakufanikiwa, na hapo ndipo huyo mwanaume akamwambia kwamba inabidi afuatilie kwenye jumuiya wa Senegali, huenda akafanikiwa kumkuta huko. Na huyu mwanaume ambaye alimsaidia kipindi kile anamwambia kwamba ni lazima Saidu amfuatilie ndugu yake, lakini hawa bwana malengo yao wote ni kufika Italy. Baada ya hapo akaagana. So alipeana hopu kwamba ni lazima wakutane na Poli nchini Italy. Saidu akaanza mchakato wa kumtafuta Musa sasa, lakini kwa bahati mbaya kila anapofika haoni hata dalili ya kumpata. Alifika hadi sehemu ambayo anaishi wa Senegali wengi sana, lakini pia hakuweza kumpata. Sasa kuna mwanamke mmoja hivi akamwambia kwamba kuna jamii zingine za watu wa Senegali tofauti na hapa, so akashauriwa aende huko, huenda akajaribu na akampata. Saidu alihangaika sana kumtafuta Musa mpaka mwisho wa siku akaanza kukata tamaa. Sasa Saidu alipewa hifadhi katika jamii moja hivi ya watu wa Senegali, na alikuwa akipiga kazi za ufundi welding, na kwa sasa mpango wake ulikuwa ni kupiga kazi mpaka pale atakapopata pesa na kupangisha geto lake. Sasa siku moja akiwa kazini alipewa habari na kuambiwa kwamba kuna Msenegali mmoja amewasili kambini, so anatakiwa aende akamwangalie, na uende ikawa ndo huyo Musa ambaye yeye anamtafuta. Saidu alikuwa na furaha sana, ikabidi akimbie chapu mpaka hapo alipoambiwa afike, na hatimaye aliweza kumwona rafiki yake aliyepotezana naye kwa muda mrefu sana. Yani jamaa mpaka rangi ikabadilika, inaelekea huko alipotoka sio poa. Na baada ya kumwona Saidu tu, Musa alikosa neno la kusema zaidi ya kusononeka tu.
Basi bwana wakakumbatiana pale, maana walikuwa wamepotezana muda mrefu sana. Saidu akaja kugundua kwamba Musa alipigwa risasi alipokuwa akijaribu kutoroka gerezani. Sasa Musa, si unajua tena ni mbishi, lakini hapa huwezi amini, alikuwa akimwambia Saidu kwamba bora warudi tu Senegal, lakini Saidu akawa anamwambia kwamba usijali, nitakupeleka hospitali na utakuwa sawa kabisa, lakini tusikate tamaa. Hauoni kama Mungu ametupa zawadi ya kukutana tena? Alafu pia tunakaribia kufika Ulaya, so hamna haja ya kukata tamaa bwana, tukaze. Hapa namwambia wewe si ndio ambaye ulikuwa ukinipa hope muda wote na kunitia nguvu ili nikaze na tuweze kufanikisha malengo yetu. Imekuwaje tena leo? Huyu Musa sijui amemfanya nini walai. Sasa hapa Musa ndio akaanza kuongea yote aliyopitia huko alipotoka. Baada ya kumaliza kuongea, Saidu akaenda kumtafutia dawa Musa kwa jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Samir, maana Musa alikuwa na kidonda kikubwa sana. Basi bwana, baada ya kupata dawa ikabidi ampatie, kisha akamfunga na bendeji. Lakini baada ya daktari wa hiko kitongoji kuchunguza kidonda cha Musa, akamwambia Saidu inabidi jamaa apelekwe hospitali tu. Lakini sasa swala la kumpeleka hospitali linakuwa ni changamoto kwa sababu ya vibali na uraia wao, na pia wapo hapa kimchongo tu. Lakini huyo jamaa akamwambia kwamba hamna jinsi, ni kumpeleka tu hospitali, la sivyo Musa anaweza kupoteza mguu wake au akafa kabisa. Sasa kutokana na situation imeshakuwa ngumu, Saidu alienda kumlipa pesa jamaa mmoja hivi ambaye ana asili ya Libya ili aweze kuwapeleka Italy, maana huyo jamaa ana boti. Lakini huyo jamaa akamwambia Saidu kwamba hiyo pesa haitoshi watu wawili, yani labda mtu mmoja tu. Sasa hapa jamaa akawa anamwambia kutokana na kwamba pesa yenu ni ndogo, inabidi uendeshe wewe mwenyewe boti kuelekea huko Italy. Na pia anamwambia Saidu kwamba na kama endapo atakamatwa na polisi, basi huenda kusiwe na shida yoyote kwa sababu yeye ni kijana mdogo tu. Ila alimjaza akamwambia ukikamatwa mwambie mimi nipo kwenye mafunzo ya ubaharia. Sasa mtu hajawahi kuendesha boti hata siku moja, alafu ndio unamkabidhi unaodha. Kama ni mimi yazee lazima niwamwage. Baada ya hapo Saidu akaenda kumjulisha Musa juu ya jambo alilotoka kupanga na jamaa ambaye atawapatia boti, so ikabidi wajiandae chapchap kwa ajili ya safari yao. Sasa baada ya Saidu kufika kwenye boti, alishangaa kichizi kukuta nyumi la watu, alafu boti yenyewe sio kubwa kihivyo na yeye ndo anatakiwa aendeshe. Sasa mzee akawa anamfundisha pale kidogo Saidu namna ya kuendesha boti kwa kutumia dira. Yaani hapa anatakiwa anyooshe moja kwa moja upande wa kaskazini na anatakiwa apige simu pale panapotokea shida yoyote ile. Sasa majira ya usiku Saidu akawaangalia wale watu ambao wanatakiwa awafikishe salama Italy. Akasema hapana, siwezi kuchezea roho za watu. Hivyo akamfuata yule mwenye boti akamwambia kwamba aisee mzee wangu, naona kama nitashindwa hivi kuwa nahodha, so hebu tafuta mtu mwingine yoyote ambaye ana uzoefu ili aweze kuwapeleka hawa watu. Lakini jamaa alikataa katu na kumwambia kwamba wameshakubaliana, so hawezi kurudisha pesa wala nini. Huwezi amini, Saidu ikabidi akamatia usukani bwana. Hawa watu wangemjua nahodha wao, sidhani kama wangekaa kwa amani humu ndani ya hii boti. Na pia ameambiwa ni lazima wafikishe salama wote, yani asife hata mmoja. Sasa Saidu ni muoga sana, yani akiona kawimbi kidogo tu anamshtua Musa, oya ona kule, yani ni wasiwasi tu. Siku inayofuata sasa, ndani ya boti kuna mama mmoja hivi ambaye ni mjamzito. Ghafla uchungu wa kujifungua ukamwanza bwana, na humu ndani hakuna daktari, msosi wenyewe ni shida, maji ndio vile tena. Sasa maza wa watu akawa anatokwa na damu kichizi. Sasa Saidu alishaambiwa kwamba ikitokea tu shida yoyote inabidi apige simu, na pia alisisitizwa kwamba watu wote wanatakiwa wafikishwe salama Italy. So ikabidi achukue simu kuweza kutoa taarifa ili aweze kupatiwa msaada, lakini aliyempigia sasa anampa majibu ambayo yanamnyong'onyesha tu, maana alikuwa akimwambia kwamba anatakiwa awe na subira. Baada ya masaa kadhaa Saidu akapiga tena simu, lakini sasa jibu alilopewa ni kwamba walinzi wa pwani wa huko ambao wanaelekea hawakutoa kauli yoyote zaidi ya kusema kwamba Waitaliano hawako tayari kuingilia kati swala hilo kwa sababu linaweza kuleta shida kisheria, na nahisi hiyo ni kwa sababu ya mambo ya vibali na nini. Lakini Saidu aliendelea kuwaomba msaada, maana mama huyo alikuwa akizidi kupoteza nguvu tu na anaweza kufa muda wowote ule, na hata aliwapigia simu walikuwa wakionyesha wazi kwamba hata kama wakifia baharini itakuwa ni furaha kwao. Huyu maza wezi amini alijifungua humu. Wakina Saidu ndo ambao walihusika kumsaidia kujifungua. Sasa bwana, muda wote wakati wanasafiri, kumbe kulikuwa na watu ambao wamejificha kwenye chumba cha injini, na majamaa walitolewa wakiwa wako hoi, maana walikuwa wanakosa hewa kabisa, so walikuwa wakipata tabu ya kupumua. Basi Saidu aliwasaidia kuwaokoa wote ambao walikuwa wamejificha kwenye chumba cha injini. Sasa watu ambao walikuwa wamejificha kwenye injini, sasa baada ya kutolewa huko kwenye hiko chumba cha injini, wakawa na wasiwasi kichizi, wakidhani kwamba wanaweza kutoswa baharini, lakini kumbe nahodha mwenyewe ndo huyo mwamba Saidu. So akawa anawatuliza, jamani tulieni, hakuna atakayetoswa baharini hata mmoja. So majamaa walisalimika. Asubuhi inayofuata tunaona Saidu akiwa amefanikiwa kuifikisha boti mpaka Sisili, Italia. Basi washikaji waliimba sana na Saidu alikuwa akifurahi kichizi, huku akisema kwamba I am my captain, huku machozi yakimtiririka mashavuni kwa furaha. Hatimaye Saidu na Musa wameweza kufanikisha lengo lao la kufika Italy. Juu ya maisha watakayoishi mimi na wewe wote hatujui.
lakini najua tu kwa namna walivyoforce mpaka kufika, basi huenda wakatusua kimaisha. Kama kawaida yetu, leo tunaendelea na herufi zetu pale pale tulipoishia. Tunaendelea na herufi R. Watu wenye majina yanayoanzia na herufi R huwa ni watu wenye uvumilivu, huruma, lakini wana hasira za haraka sana. Muda wote ni wapenda amani, lakini utakapomkera anabadilika, hutoamini. Watu wenye majina yanayoanzia na herufi S ni watu wenye mvuto mkali wa kuleta utajiri, watu wenye maamuzi ya ghafla na hupenda mageuzi makubwa. Watu wenye majina yanaanzia na herufi T huwa ni watu wanaopenda ushauri wa kiroho, wanatumiaga nguvu za ziada kusaidia watu na kupata mafanikio baada ya muda mrefu, na pia ni watu wenye hisia kali sana na ni wepesi kushawishika. Watu wenye majina yanaanzia na herufi U huwa ni watu wenye bahati kubwa sana, wanapenda uhuru katika mapenzi, lakini ni wabinafsi, wanatamaa na uoga, wanakosa maamuzi kabisa. Niwekee komenti yako juu ya jina lako kama ni kweli au la, lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata notification kila tunapopakia video zetu. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko, see you next time.